Wakati tunaouendea wakuwa makini sana. Sio kila anayezungumza ni mtu, sio kila anayeoga ni mtu, sio kila anayekuchumbia ni mtu, na sio kila anayenena na wewe ni mtu. Unaweza kupotea. Hamkosi kuzitambua fikra zake. Nataka unisikilize vizuri. Nyakati hizi tunazoziendea ni nyakati za hatari. Ni nyakati ambazo hatutaona watu waliopagawa mashetani wanaofanya kazi kwenye mawazo ya kishetani kwa sababu wamepagawa. Tutaanza kuona watu ambao mzima ni shetani au mzima ametoka juu. Sasa mbingu imeachia watu wake na kuzimu imeachia watu wake. Wamekutana hapa katika ulimwengu wa mwili ili wapambane, wengine kwa ajili ya Kalvari, wengine kwa ajili ya kuzimu. Na nataka kukutangazia, kukwambia Mungu ameleta jeshi lake kwa ajili ya ushindi wa saa ya mwisho, na wewe ni jeshi la Bwana kwa jina la Yesu. Mtu aseme haleluya. The battle that is drawn now, it is not a normal battle. It is an extraordinary battle. It is a battle that a normal mind cannot fight. It is a battle that a normal human cannot fight. It is a battle that the soldiers of heaven are dropped here on the earth. Ni vita ambayo akili ya mwanadamu haiwezi kupambana. Ni vita ambavyo akili ya binadamu haiwezi kupambana. Ndio maana Mungu anasema yeye aliye mtakatifu, aliye juu asema hivi. Asema njoo nikufundishe ili upate faida, nami nitakuonyesha ile njia uipasayo kuiendea. Malaika wako wa aina mbili, na wale malaika wasioilinda enzi yao wakayaacha makao yao yanayowahusu. Ikiwa hakuwasamehe wale malaika waliokosa, mashetani jina lao jingine wanaitwa malaika waliokosa, lakini kumbe wanaweza kuvaa umbo la mtu. Malaika wote, awe malaika wa giza awe malaika wa nuru, wanaweza kuamua kwa binadamu. Mungu akupe macho, kila utakayemuona ujue kama ni wa juu au ni wa chini, umtendee ipasavyo kwa jina la Yesu. Hebu sema napokea kwa jina la Yesu. Sema napokea kwa jina la Yesu. Nchi zina malango ya kuingilia. Kama airport ni lango la kuingilia, mipaka ni malango ya kuingilia, bahari ni malango ya kuingilia. Watu wanaoingia mjini, wanaoingia katika mji kutokea nje ya nchi, wanaingia kwenye airport, wanaingia kwenye mipaka kama Namanga, wanaingia kama bahari. Kwa hiyo wakiwepo walinzi waliowekwa na Mungu, watakuwa wanamcheki kila anayeingia. Ikiwa ana maslahi kwa nchi yetu, wanamzuia. Siku hiyo kwenye lango alikuwepo mtu anaitwa Rutu anayemcha Bwana. Alikuwa na macho ya kujua wanaoingia mjini kama ni wabaya au ni wazuri. Akawaambia ingieni haraka haraka, na mimi naamuru kuanzia leo Mungu akupe macho. Wachunga wanaoingia kwenye familia yenu, wanaoingia katika taifa la Tanzania, wanaoingia kwenye ukoo, kampuni, binti anayeingia nyumbani kwako kufanya kazi. Macho ya kuwa na macho ya kujua. Naweka uwe msimamizi wa mlango wa familia yako, uwe msimamizi wa mlango wa nchi yao kwa jina la Yesu. Hallelujah. May you become the gatekeeper of your family in Jesus name. Uwe mlinzi wa mlango wa familia yako. Nani anayeoa kwenye familia yenu umjue ili uweze kumchuja. Nani anachumbia kwenye familia yenu umjue. Uwe ndio mlinzi wa familia. Naamsha walinzi katika nchi ya Tanzania. Ninaamsha walinzi katika nchi ya Tanzania. Tanzania, walinzi wa Tanzania, amka! Hey! Ninaamsha walinzi wa ukoo wako, walinzi wa familia yako, walinzi wa ndoa yako, walinzi wa fedha yako, walinzi wa biashara yako, walinzi wa hatima yako, walinzi wa mipaka ya Tanzania, walinzi wa utawala wa Tanzania. Ninaamuru walinzi, kila anayetaka kuingia ambaye sio wa Mungu wamzuie, anayeingia ambaye ni wa Mungu wamwambie ingia. Inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Na waamka muru mashetani mnaolinda nchi yetu, amka, 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 amka. Watu wa Mungu waingie kwa jina la Yesu. Hallelujah. Shitiki paraba seke shatititi. Kaa kidogo. Hallelujah. Lutu alipowaona akajua mimi ni mlinzi, ila hawa sio watu. Unaona sasa tofauti, ni watu ila muonekano ni wa binadamu. People in human
God in human uniform akawaambia, bwana sikilizeni. Lutu akamwambia mlinzi wenzake, bwana endelea kulinda wageni hawa naondoka nao kwenda nyumbani kwangu. Mwenzake anashangaa, afande, yani wewe uko kwenye lindo, wageni wameingia, unaacha lindo? Mtu tu anayekaanga chips hawezi kuacha shughuli za kukaanga chips akapeleka wageni nyumbani, sembuse na mlinzi wa mji. Anasema niache niondoke nao. Kwa hiyo Rutu akaondoka nao paka nyumbani. Walipokuwa nyumbani jioni wakamwambia Rutu kwamba sisi kuna ule uwanja wanapumzikia watu, inaitwa square, wanapumzikia watu kama ka garden. Wakamwambia sisi tutalala kwenye garden hapa. Akasema hapana, twendeni nyumbani kwangu mkalale. Wale wageni wanamwambia hata kumbuka hajajua ni kina nani, lakini moyo wako unamwambia toa, sio wa kawaida hawa. Kuna wakati mimi unamuona mtu unaona huyu sio wa kawaida, huyu sijajua ni nani, ila sio wa kawaida huyu sio wa kawaida, huyu atakuwa shetani, huyu sio wa kawaida huyu. Usiwe na haraka na watu bila kuwajua wao ni kina nani. Mungu akupe akili, akupe maarifa, Mungu akupe moyo wa kuweza kutambua kila mtu unayemuona amekuja kwa ajili ya nini na kwa ajili ya nini, kwa jina la Yesu. Lakini ni binadamu. Lutu akamwambia bwana hamna, tafadhali twendeni nyumbani. Akawalazimisha wakaenda nyumbani kwake. Sikize vizuri. Walipoingia nyumbani mwake usiku ule, anashangaa ghafla nje wataanza kubisha hodi. Hodi. Wanaobisha hodi ni wanaume. Wanaume wote wa Sodoma na Gomora wanabisha hodi. Nini? Bwana, tumesikia kuna wageni wamekuja nyumbani kwako, warembo sana, tunataka kuwaoa. Ndio muaoe usiku? Ndio muaoe usiku? Imeandikwa kwenye Biblia. Nikusomee. Sasa hapo ndio nataka ufungue macho sasa. Wale ambao wana haraka ya kuchumbiwa, fungua macho sasa. Kuna watu hapo wanataka kuoa kisicho mtu. Muulize wenzako, umeoa? Uko salama? Umeolewa? Umechumbiwa? Uko salama? Hawa si watu. Hebu tuangalie wote kwa pamoja, tutaona hiki kitu cha ajabu ambacho watu wa Sodoma na Gomora wanafanya. Wageni wamekuja, wanamwambia walete wageni waliokutoka kwako, tunataka kuwajua. Wageni wa Sodoma na Gomora. Na mimi jambo linalonishangaza sana kwamba hawa wanaume wa Sodoma na Gomora walijuaje? Kwa sababu wageni wamefika saa hiyo. Walijuaje? Mtu anipe jibu. Eti vita. Walijuaje? Wale wageni waliokuja wamefika kwa Rutu, si wamepita? Yule mlinzi wa geti pale ana connection mjini, anawaambia watu wa mjini, bwana wamepita watu hapa, wameondoka na yule mlinzi wa zamu ameniambia nimshikilie lindo, si wa kawaida, ni wazuri. Sasa vijana wa Sodoma na Gomora wakamwambia Rutu, bwana fungua mlango bwana. Nini? Wageni tunataka kuwajua. Sasa hilo neno kuwajua, Biblia inasema open the visitors who came at your home, we want to have sex with them. Tunataka kuwa nao mahusiano ya kimwili usiku huu. Sasa Lutu akawaambia wale watu, samahani. Lutu ameshagundua hawa si watu wa kawaida. Hawa wageni wangu nimepokea si watu wa kawaida. Ninaamuru pokee si watu wa kawaida. Ukutae na si watu wa kawaida. Lutu amejua, lakini Lutu akasema kwamba jamani, samahani. Wageni hawa wamekuja chini ya hema yangu, msiwatendee mabaya.
Kama mnataka kuwatendea mabaya, mimi na binti zangu 3 hawajajua mume, nitawatoa hawa binti zangu 3 kwenu, mfanye kama mnavyotaka, lakini sio wageni. Wakasema hapana, ukilinganisha walivyo wazuri hawa wageni na binti wa Rutu, hatuwataki binti zako, tunataka wageni. Wakasema tunataka wageni. Ina maana kumbe anaweza kuwa sio mtu, lakini kwenye muonekano anavutia kuliko binadamu. Anaweza kuwa sio mtu, lakini kwenye muonekano anaonekana ni msomi, anaonekana ni mrembo. Utaoa jini. Utaoa jini. Anavutia, ana attraction, ana vitu vyote ambavyo wewe ungependa mchumba wako au mtu uliye na mahusiano naye awe navyo. Wanasema hapana, binti zako kaa nao, sisi tunataka wageni. Ni binadamu, ni malaika, wanataka kuolewa. Mwanzo sura ya 19. Mwanzo sura ya 19. Mstari kuanzia wa 9. Mwanzo 19 mstari wa 9. Basi wale malaika wawili, ni kina nani tunaoongea hao? Mwanzo sura ya 19 kuanzia mstari wa kwanza. Genesis chapter 19 and verse 1. Basi wale malaika wawili, tunaongea kina nani hawa? Tunaongea kina nani? Hebu soma kwa pamoja, 1, 2, 3. Basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Rutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Amekaa wapi? Mlangoni pa Sodoma. Nikwambia mji ulikuwa na ukuta. Rutu sasa ndio mlinzi wa zamu. Walinzi wa zamu, muwe na macho ya kuona kinachoingia mjini kwenye malindo yenu. Rutu akawaona, akaondoka, akaenda kuwalaki, akainama kifudifudi. Rutu ana macho. Mungu akupe macho ya kumwona wa kuinamiwa na asiye wa kuinamiwa. Mstari wa 2 akasema, bwana zangu karibuni, na wasihi muingie nyumbani mwa mtumwa wenu, mkalale, mkanawe miguu yenu hata asubuhi, muondoke na mapema mkaende zenu. Wakasema, sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha. Wamepuyanga tena miguu na mavumbi. Kumbuka wamemaliza kuoga tu kwa nani? Kwa Abrahamu. Kama kawaida yao wana mavumbi tena. Lakini hatuamini kwamba walitembea kwa mguu kama tunavyotembea sisi. Wameondoka kwa usafiri wao, wamejitengeneza ili waonekane kama binadamu ambao ni wengi sana. Wanaongea sana, wanatunga mambo sana. Wanakuja, ni shetani amevaa sura ya binadamu, anakuangalia wewe. Anapokuona ndani, wewe kesho yako inang'aa sana ukielekea hivi. Huyo anakuja anakuoa akiwa anajua yeye sio binadamu, ili akupeleke kule ambako kesho yako haijapangiwa. Anakuoa au unaolewa naye au unamuoa au mnaingia mkataba wa kibiashara au anakuwa msichana wa nyumbani. Anakung'oa kabisa kwenye ule mwelekeo uliokuwa nao, mnaanza kuelekea pande za mwisho wa nchi. Unakuwa na maisha magumu na wakati mgumu mpaka siku utakapogundua, utakaporudi katika ufahamu wako. Mwanangu, Mungu wa baba yako Ibrahimu, Isaka na Yakobo afungue macho yako na akili yako na moyo wako, ayatumie mawazo yako kuwajua wasio binadamu katika jina la Yesu. Malaika walimshika mkono Rutu na mkewe, wanamwambia tuondoke bwana. Lakini aliyekushika unauona na mkono kabisa, unauhisi na mkono, lakini sio mtu. Sio kila anayekushika mkono ni mtu. Kwa sababu mlishikana mkono kanisani mkaoana, haimaanishi ulioana na mtu. Na kuamuru kuanzia leo, badala ya kushikwa mkono na jini, ushikwe mkono na Bwana kwa jina la Yesu. Ushikwe mkono na Bwana kwa jina la Yesu. Ninaamuru kwenye mambo yako yote, kwenye maisha yako yote, mpaka mwisho wa siku zako, Bwana akushike mkono katika jina la Yesu. Kumbe Mungu anaweza kukutumia mtu akakushika physical hand. Huu sio mkono wa kiroho, mkono kabisa. Kwa sababu ameona anakawia, akamshika mkono, tuondoke bwana. Tuondoke bwana.
Akamshika mkono na mkono wa mkewe na mkono wa binti zawili, kwa jinsi Bwana alivyowahurumia, akawatoa akaweka nje ya mji. Yaani malaika mmoja akamshika Rutu na mkewe, malaika mwingine akawashika watoto wawili wa Rutu, wamewashika mkono, twendeni bwana, jamani twendeni bwana, yaani mpaka kushikwa mkono, mpaka kushikwa mkono. Kwa kumbe inawezekana Mungu akakushika mkono. Umenisikia? Kumbe inawezekana Mungu akakushika mkono na wewe unajua umeshikwa mkono na nani? Na mtu. Kumbe ni Mungu amekushika mkono. Sasa sijui kama unanielewa. Mkono fiziki mwili. Usio nishike mkono Bwana Masia, kimwili kabisa amekushika hivi, mnaondoka naye, anakutoa kwenye maangamizi, lakini ametumia mtu. Yule mtu unamwona kama binadamu, yani yule kaka amenisaidia, asingekuwa yeye, yani yule baba, yani yule mchungaji, yani asingekuwa yeye. Kumbe ni Mungu alikushika mkono, ukiwa unadhani ni mtu. Ya kutokea haya kwa jina la Yesu, ya kutokea haya kwa jina la Yesu. Mungu akushike mkono, jifungue salama. Mungu akushike mkono, miliki mali. Mungu akushike mkono katika kazi yako. Mungu akushike mkono, uanze kampuni, ufanikiwe. Mungu akushike mkono. Mungu akushike mkono, uolewe, uchumbiwe, uzae watoto. Ninaamuru malaika aliyevaa umbo la mwanadamu akushike mkono kwa jina. Si watu wamekutembelea. Nataka tumalizie hapo. Ni kuseme na moyo wako. Inawezekana yuko mtu uko naye karibu. Siku za mwisho kuzimu imeachia wasio watu kuja duniani kufanya operation za kishetani. Unapokaribia mwisho wa mwaka, nisikie vizuri, mashetani huwa wana malengo. Wakara wa shetani huwa wanapewa malengo na Ibilisi. Kila mchawi ameambiwa mwaka huu wewe utaua watu 500. Usipoua watu 500 kwa wachawi, unaliwa wewe, unaliwa nyama. Kila wachawi wana malengo, huna malengo wewe tu. Sasa kuna mchawi ameambia auwe watu 500 kwa mwaka, imefika Disemba ana 6. Ndiyo maana kwenye mwisho wa mwaka kuna ajali, kuna vifo vingi, kwa sababu kuna wachawi wanaogopa wataliwa, hawajatimiza malengo waliopewa na Lucifer. Wachawi wanakuwa wanahaha, yani hata katoto nyonga, hospitali nyonga, ajali nyonga. Mchawi hatatimiza malengo yake kupitia wewe wala ndugu yako kwa jina la Yesu. Narudia tena, yule mchawi anayehangaika kutimiza malengo yake, anahangaika, bwana mimi natakiwa niue 6, sasa ameua 5, 7. Mchawi anaweza kuwa familia yako, yuko mtaani. Yani wachawi sasa hivi wanaluka, si kawaida. Atimize malengo yake, kwa sababu aliambiwa mwaka huu auwe 6, auwe 10, auwe 20, auwe 50, auwe 100, auwe 1000, kutegemea na namna walivyokubaliana na shetani. Mwaka unakaribia, zimebaki siku 10 na bado ana idadi ya watu 50. Inabidi azamishe meli, inabidi alete ajali, inabidi naamuru kwa jina la Yesu. Sikiliza hapa, wewe na ndugu zako, na malengo ya wachawi wala waganga, na wazuia kutimiza malengo Tanzania, na wazuia kutimiza malengo kwenye familia yako, na wazuia kutimiza malengo yao kwa jina la Yesu Kristo. Sasa nimalizie. Shetani ana namna ya pili. Shetani katika sura ya mwanadamu aina ya kwanza, hiyo shetani mwenyewe anageuka na kuwa mtu. Mungu naye yuko vile vile. Mungu mwenyewe naye yuko vile vile. Nikuonyeshe. Yakobo anatoka kwa Laban. Njiani ana wasiwasi, miaka mingi nimeachana na kakaangu Esau, leo narudi nyumbani na kwenda kukutana na Esau, kipigo atakachonipa kwa ajili ya kumwibia baraka zake leo na kwisha. Usiku Biblia inasema
Yakobo akakumbana na malaika, lakini malaika amekuwa mtu. Yakobo alipomwangalia yule mtu, huyu sio mtu. Yakobo akamfuata yule mtu. Yakobo akamkamata yule mtu, ni mtu. Akamwambia, sikuachii mpaka unibariki. Kukuru 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 kukuru. Yakobo amekamata, kwa sababu malaika anapoingia kwenye earth realm, ameingia kwenye ulimwengu wa wanadamu. Wewe utamshinda kwa sababu wewe ni binadamu. Kwenye earth realm si tuna nguvu, si kama unanielewa. Kwenye ulimwengu wa kimwili si tuna nguvu, kwa sababu ndio eneo letu la makazi. Samaki ana nguvu ndani ya maji, ukimtoa ndani ya maji kwa heri mwalimu. Sisi tuna nguvu tukiwa hapa. Yeyote anayekuja hapa aliyevaa sura ya kibinadamu, sisi tuna nguvu juu yake, maana ni eneo la makazi yetu. You have power. Kwa hiyo Yakobo amemkamata yule malaika. Malaika, nibariki. Nitakubarikije wewe? Uliiba vitu vya watu, mimi nitakubarikije? Nibariki, utanibariki tu. Malaika anamwambia, sasa sikiza Yakobo, sasa ni asubuhi. Hii mtanange huu watu watatuona, mimi nitaonwa na watu. Nibariki please, nibariki. Akamwambia Yakobo, usiponibariki sikuachi. Lakini mtu, Yakobo ameshagundua huyu ni mtu plus. Kamata. Amegundua huyu ni zaidi ya mtu, na mkamata, sikuachi. Yule malaika akasema, hasa nikitutumue. Malaika akamuuliza Yakobo, wewe Yakobo, jina lako ni nani? Malaika anamuuliza Yakobo, huko wamekamatana, jina lako ni nani? Yakobo akamwambia, jina langu ni Yakobo. Yule malaika akamwambia, kuanzia leo hutaitwa Yakobo, utaitwa Israeli. Ndiyo neno Israeli linatokea kwa mara ya kwanza. Maana yake aliyeshindana na Mungu na watu akashinda. Yaani huyu jamaa ni Mungu na ni mtu, lakini Yakobo amefanya nini? Ameshinda. Ndiyo neno Israeli linaanza. Ndiyo Yakobo anageuzwa jina, haiti tena Yakobo, anaitwa Israeli, na watakaozaliwa na yeye wanaitwa wa Israeli. Walioshindana na Mungu na watu wakafanya nini? Wakashinda. Sisi ni Waisraeli wa rohoni, tumeshindana Mungu na watu, tumeshinda. Ushinde leo kwa jina la Yesu. Ameshindana na Mungu na watu. Yaani maana yake amemzidi Mungu hoja. Malaika akaona itakuwa nongwa, akambonyeza Yakobo kwenye nyonga. Akasikia maumivu, akaachia mkono malaika, kwa heri. Malaika akamfinya, akaachia mikono, malaika akaondoka. Tangu siku hiyo Biblia inasema Yakobo alikuwa anatembea, alikuwa na limp, anatembea namna hii. Maisha ya Yakobo, anavuta mguu. Naambia Yakobo nini? Akasema na mambo makubwa ya kuhadithia. Mbia, tuambie babu nini? Yuko dhaifu. Alipokuwa mzee anatembea hivi, akamwambia wanae, njoni niwaambie mambo yatakayopata siku za mwisho. Yuko namna hii, njoni niwaambie wanangu mambo yatakayopata siku za mwisho. Simeoni mwanangu, wewe ni mzaliwa wangu wa kwanza. Yuko namna hii, babu ilikuwaje? Hii ni ishara kwamba nilipambana na malaika nikabarikiwa. Baraka za Bwana ziache alama kwenye familia yako. Ninaamuru baraka za Mungu ziache alama kwenye ndoa. Baraka za Mungu ziache alama. Natangaza baraka juu yangu kuanzia leo. Baraka ya Bwana iache alama kwangu mimi na kizazi changu na watoto wangu. Mtu anayeamini sema haleluya. Natangaza kuanzia sasa baraka za Bwana zikuache alama. Namna yako ya kutembea, utembee kama aliyebarikiwa. Namna yako ya kuzungumza, uzungumze kama aliyebarikiwa. Namna yako ya kuona, uone kama aliyebarikiwa. Upambane na Mungu na watu, ushinde kuanzia leo. Baraka ya Mungu ikuachie alama, alama ya familia, alama ya watoto, alama ya kazi, na achia alama ya baraka. Haleluya.
kuanzia sasa ninakupa macho ya kuwafahamu na kuwajua malaika waliovaa maumbo ya wanadamu, wanaokushika mkono kukutoa kwenye mwaka wa maangamizi, mwaka wa kushindwa, mwaka wa maumivu, mwaka wa kilio, mwaka wa tabu. Ninaamuru kuanzia leo uwe mwaka wa ukamilifu juu yako, uwe mwaka wa kupenya, uwe mwaka wa kuongozwa na Bwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ongozwa na Bwana, ongozwa na Bwana. Mungu akupe macho ya kuwaona wanadamu, mashetani waliovaa sura ya wanadamu. Mungu akupe macho ya kuwaona wanadamu waliopagawa na akili yao inatumiwa na shetani, macho yao yanatumiwa na shetani, kinywa chao kinatumiwa na shetani. Mungu akupe macho, Mungu akupe macho. Pokea macho, pokea macho, pokea macho, pokea masikio kwa jina la Yesu.